Mwenyezi Mungu ana haki juu yako na nafsi yako ina haki juu yako vile vile. Nafsi yako ina haki ya kupumzishwa, ina haki ya kufanyishwa ibada, ina haki ya kufanyishwa mazoezi, ina haki ya kulazwa ipate usingizi ya kutosha. Hii ni haki ya mwili. Na familia yako nyumbani vile vile wana haki juu yako. Watoto wako wana haki juu yako, mke wako wana haki juu yako, wazazi wako wana haki juu yako. Basi peana, kila anayestahiki haki apewe haki yake. Na hii ndugu yangu ndio uwepesi wa hii dini, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotufanyia hii dini kuwa nyepesi. Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi kwa kweli ndugu zangu, na lau Mwenyezi Mungu angeifanya hii dini kinyume na namna ilivyo sasa hivi, hakuna mmoja wetu angeweza hapa. Mungu ametufanyia wepesi ya ajabu. Ndio unaona wanatafsiri, baadhi ya mufassirini wanasema namna Mwenyezi Mungu alivyotufanyia wepesi hii dini ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka sisi Waislamu tuingie peponi kwa lazima. Ninyi Waislamu mtaingia peponi kwa lazima, lakini mimi na wewe ndo ambaye tunajivutavuta ndugu zangu. Tunaonesha kana kwamba hii dini ni ngumu, haiwezekani mtu kutekeleza kila kitu humu ndani. Mpaka kuna baadhi ya watu wanazungumza ovyo ovyo tu. Mtu anafika anazungumza mbele ya watu anasema, bwana, kwa kweli dini ya Uislamu ni dini ngumu bwana. Sheria imejaa humu ndani, kila kitu ni haramu. Wanawake wamefungiwa, hawana haki ya kutoka wanavyotaka wao. Waislamu nayo wamekaziwa kamba juu ya zaka na mambo ya haya na haya. Kumbe hakuna dini iliyokuwa nyepesi kama dini ya Uislamu. Dini iliyokuwa nyepesi kama dini ya Uislamu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anawatakieni mepesi ndugu zangu, wala hawatakieni mazito.